mwandishi anasema wanaoipenda nuru manake wanaenda kutenda matendo ya giza, kwa sababu matendo ya giza yanataka giza, hawataki kuja kwenye nuru. Na ndio maana hata wachawi wanaoporoga wanaroga usiku. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukiukataa wokovu wa Yesu Kristo, unabaki kwenye hukumu ya Mungu, unabaki gizani. Utatembea katika ulimwengu wa kawaida, unaona kawaida, lakini kwa jinsi ya rohoni uko gizani. Na ukifa bila kumpokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, utakuwa umetengwa na Mungu milele na milele. Hiyo hukumu ndio itakayokusindikiza jehanamu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unapomwamini Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, anakusamehe dhambi zako zote, anakutoa kwenye giza, anakuleta nuruni. Unapoendelea kutembea hapa duniani, unatembea kwenye nuru, hautembei kwenye giza. Haleluya. Amen. Hata utakapomaliza safari yako hapa duniani, una uhakika wa kumwona Yesu siku ya mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya si mambo ya mchezo, tunakwambia mambo ya kweli, mambo ambayo yanapatikana kwenye Biblia, hayapatikani mahali popote. Ndio maana umeletewa injili ya namna hii, kwamba tukiwa ndani ya Kristo Yesu tumepata msamaha wa dhambi na tumedumu ndani yake na tunaendelea kujitakasa, kwa sababu Biblia inasema na mtakatifu hazidi kujitakasa. Tunaendelea kujitakasa, tunaendelea kuchuchumilia wokovu, tunaendelea kuvumilia katika maisha ya hapa duniani, kwa sababu Biblia inasema atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Na kwambia tuna hakika ya uzima wa milele. Bwana asifiwe. Amen. Na ndio maana Mkristo aliye hai, aliyeokoka, aliyetunza wokovu, anapokufa anakuwa amelala tu. Sema amelala tu. Kuna siku ya kuamshwa. Haleluya. Kama vile ambavyo Lazaro alikufa, wakamletea Yesu taarifa kwamba Yesu alikuwa anampenda Lazaro, wakamwambia yule anayempenda hawezi. Baada ya muda Lazaro akafa. Yesu akasema twende tukamwamshe. Yesu akaenda kwenye kile kijiji. Lazaro alikuwa amezikwa siku 4, lakini akalitazama kaburi, akamwita Lazaro. Ndivyo ambavyo walio ndani ya Kristo Yesu, hata tutakapokufa katika maisha haya tunakuwa tumelala. Iko siku huyu Yesu Kristo atatuamsha. Haleluya. Ungekuwa na tumaini hilo, ungesema amen. Amen. Ungesema amen. Amen. Haya si mambo unayoweza kupewa na dini. Haya si mambo unayoweza kununua dukani. Unapata tu katika Yesu Kristo peke yake. Ni tumaini la ajabu sana. Na ndio maana Mkristo hatakiwi kuogopa kifo. Haleluya. Amen. Kifo kwa Mkristo ni kulala. Sema amena. Amen. Sema amena. Amen. Kifo kwa Mkristo ni kuingia katika ulimwengu mwingine, katika maisha yasiyoisha pamoja na Bwana. Haleluya. Lakini ambaye amwamini Kristo anapokufa ndo amepotea, ndo mazima, ndo imepotea kabisa. Lakini aliyemwamini Kristo anakwambia unaanza maisha mengine ng'ambo ya mto. Unakuta Yesu anakusubiri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa nataka nikutie moyo, kama umeokoka, endelea kuchuchumilia taji ya wokovu. Usijichafue katika mambo ya dunia hii. Dunia na mambo yake na anasa yake vinapita. Dunia na tamaa zake, iwe ni pombe, ni ulevi, ni uzinzi, ni ushirikina, ni ulafi, vinapita. Lakini ayatendaye mapenzi ya Mungu
Biblia inasema anadumu milele. Bwana Yesu asifiwe.